Habari wapenzi, natumaini mwazima kabisa. Karibuni sana katika chaneli yetu pendwa ya Mapishi Raha, na leo jikoni nitakwenda kukufundisha jinsi ya kupika kabichi la mayai ama mayai ambayo tunachanganya na kabichi. Maandalizi ambayo unatakiwa kufanya, unatakiwa kuandaa kabichi lako ambalo ni kidogo tu, ni mboga ambayo ni simple sana, kabichi kidogo, then unatakiwa kuwa na kitunguu maji, carrot, hoho, mboga zote ambazo tutatamani kuziweka katika mchanganyiko wako, then utakuwa na mayai. Mimi nimetumia mayai manne na carrot nimesaga, hoho nimekata tu vipande vidogo vidogo. Hayo ndo maandalizi ambayo tutakiwa kuwa nayo, na hapo tuna mayai yetu ambayo utatumia kulingana na wingi wa mboga yako. Cabbage na mayai utakadiria kulingana na wingi wa mboga yako. Mimi nilitumia mayai manne. Haya, kwa kuanza kupika, utaanza kuandaa mafuta yako. Yakishapata moto, utaweka kitunguu maji, utaanza kukipika, kukikaanga vizuri kitunguu maji chako mpaka pale utakapoona kinaanza kupata rangi ya brown. Utaongeza kitunguu saumu kwa ajili ya kuleta taste katika mboga yako. Kwa hiyo tutaongeza testi hapo. Mimi niliongeza kitunguu saumu baada ya kuanza kuona kitunguu changu kinaiva, kama hapo nilikuwa tayari nishaongeza kitunguu saumu. Utakipika kidogo mpaka na chenyewe ki brown kidogo, kisipoteze harufu sana. Kitunguu saumu si vyema ukakipika kwa muda mrefu kwa sababu kinapoteza ile harufu. Baada ya hapo nitaweka nyanya kama kawaida ambavyo kila siku nimekuwa nikiwaelekeza. Pika, usipike na nyanya ambayo umekatakata. Saga nyanya yako kwenye blender ili upate mchanganyiko ambao ni mzuri. Baada ya hapo nyanya yangu nimeweka, inapoanza kuchemka nitaweka ajinomoto, then nitakwenda kuweka soy sauce kidogo, ile ajinomoto nimeweka kidogo, soy sauce. Kumbuka sijaweka chumvi bado. Kama ambavyo nawafundisha kila siku, usiweke chumvi kabla ya kumaliza kuweka viungo, sababu viungo vyetu vyote vinatumia chumvi, vina chumvi ndani yake. Hiyo ni ile binzari ya mchuzi nimeongeza hapo, then nitaongeza yule master mwenyewe ambao ni Maggi Star nimeweka, hiyo ni Royco ambao nimeweka hapo. Kwa hiyo baada ya kuweka viungo vyangu vyote nitakwenda kuvimix vizuri, then utaonja kuangalia ni kiasi gani cha chumvi ambacho kimebaki kulingana na testi. Sasa utakayoipata chumvi yako, utaongeza chumvi kidogo. Hapo sionyesha ambapo nimeongeza, utaongeza chumvi kidogo. Then ikishachemka nyanya yako ikianza kuiva, utaongeza zile mboga usitangulize kuziweka mapema kwa sababu mboga yetu haitaki mboga ziive sana. Kumbuka tuna cabbage ambayo haitaiva sana. Kwa hiyo mboga zake hazitaiva sana. Utapika nyanya yako mpaka itakapoiva. Nimeshasema nyanya ya kusaga wengi hawapendi kuitumia kwa sababu wanakula nyanya mbichi, haiivi. Hakikisha unaikaanga nyanya yako, unaiacha inachemka mpaka inakwenda kujikaanga kwenye mafuta. Hapo nyanya yako inakuwa imeiva. Na ndio maana watu wengi wanachukia kupikia nyanya ya kusaga kwa sababu hawajui jinsi ya kuipikia. Haya, nyanya yako ikishakuwa tayari, utakwenda kuweka yale mayai yako. Mayai yako usiyavuruge vuruge sana. Mimi huoga nayavurugia hapo jikoni. Huwa sipendi kuyapiga yakiwa huku pembeni. Utaweka mayai yako, utayavuruga kidogo. Haya, baada ya hapo utaanza kuchanganya. Jamani, samahani kidogo, sorry, tulipata changamoto kidogo. Nafikiri kwa wapishi tutakuwa tunaelewa hii situation jinsi ambavyo inakuwa inatokea. Baada ya kuchanganya mayai yetu, tukapata changamoto ya gesi kuisha. Kwa hiyo ikanibidi nitoke niende kupikia kwenye jiko la umeme. Kabadilisha kwenda kupika kwenye jiko la umeme na mayai yetu hapo. Tukawa tunaendelea sana process ambayo inafuata. Mayai yetu tushiririshe, tumeweka mayai. Hapo yameanza kuchemka. Kwa wapishi watakuwa wanaelewa hii situation jinsi inavyokuwa. Unapika ghafla gesi imekata. Kwa kama hauna backup kidogo itakuwa ni changamoto, lakini mimi nilikuwa na backup, nikatumia jiko la umeme, nikaendelea na upishi wangu. Kwa tulihama tukatoka kwenye jiko la gesi tukaingia kwenye jiko la umeme. Utakoroga mayai yako mpaka patakapoanza kuiva kama ambavyo unaona hapo, then nitakwenda kuongeza lile kabichi langu kwa juu sasa. Na unaona mayai, kawaida ya mayai yanakuwa yanashika chini. Kwa hiyo utaweka kabichi lako, moto usiwe mkali, moto uwe ni mdogo. Utaanza kuligeuza taratibu kama tunavyoifahamu kabichi, utaanza kuligeuza taratibu tu. Geuza taratibu kwa sababu ni mayai yasishike, tunakuwa tunaigeuza kwa mara ili yaive vizuri, yasishikie chini. Haya, kama ni mpenzi wa limao, utaongeza na maji ya limao kidogo kwa ajili ya ladha. Kama sio mpenzi, sio necessary sana, unaweza ukaacha. Utaendelea kupika kabichi yako mpaka itakapoiva, na unaweza kuongeza vimaji kidogo ili kupisha ile kabichi yako iive kidogo sana. Sijasema uweke mchuzi jamani, hii ni kabichi, haihitaji maji mengi. Unaongeza vimaji kidogo kama ambavyo unaona kwangu mimi hapa. Unaona jinsi ambavyo liko nachemka, ni vimaji kidogo sana. Then tutakwenda kufunika kama dakika 2 mpaka 3, kabichi letu litakuwa tayari.
Kama mnavyojua kabichi haitaki kupikwa jikoni muda mrefu. Kumbuka tunapika cabbage ambalo tunachanganya na mayai. Jamani, hii mboga ni tamu sana na ni very simple na ni very affordable. Ni mboga ambayo unaweza kula msosi mzuri na ukapata testi ambayo ni nzuri, lakini kwa gharama nafuu na kwa muda ambao ni mchache. Haitumii muda mrefu sana kupika. Umerudi zako nyumbani, unataka kitu cha haraka haraka, pika menyu yako hiyo hapo, ugali pamoja na mayai ambayo yamechanganywa na kabichi au kabichi ambayo imechanganywa na mayai. Jamani, mimi hii recipe naipenda sana kwa sababu inaokoa sana muda, inaokoa gharama. Kwa wewe ambao unapenda vitu simple na shauri ujaribu hii recipe zenu, utakuja kunipa feedback. Huo ndo muonekano wa chakula chetu baada ya kumaliza. Na mboga hii unaweza ukala na chakula chochote, hata breakfast unaweza ukatumia pamoja na mkate, inaenda vizuri kabisa na ni menu ambayo ni nzuri. Unaweza ukala ugali, wali pamoja na mkate, pia unaweza ukala nao. Mimi niseme nawapenda sana na kila siku nitaendelea kuandalia recipe nzuri ambazo ni menu yake ni rahisi na kupika ni haraka kama ambavyo nimewaahidi. Karibuni tena mpaka pishi linalokuja. Bye bye.